Watu wa Mumias hoye! Unatusikia? Bwana Yesu asifiwe. Twaleta salamu zetu za heri na fanaka, heri njema mwaka huu wa 2025 kwa Wakenya wote, na kusema asante kwa Mwenyezi Mungu ametufukisha kutoka mwaka wa 2024 mpaka 2025. Ni wangapi wanafurahia Mungu kwa kutufukisha? Jameni, hata kusema asante kwa maisha na kuwa hai leo. Wangapi tena? Nataka nione. Happy New Year, sema Happy New Year. Happy New Year, 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 Happy New Year. Maajabu gani haya kwamba leo tarehe 1 Januari 2025 Mungu ametuwezesha kuanza mwaka hapa Mumias East. Mnafurahi? Wangapi wanafurahi kutuona? Nataka nione tena tu, ama tumewashokesha jameni? Nilikuwa mwaka jana hapa Shanda, nilikuja na mbunge PK Salasia kwa kanisa hapa. Wangapi wanakumbuka? Ama kama hukufika ulisikia tulikuwa humo. Kwa hivyo ili mpira usije ukachelewa, mimi nacheza number 9, mimi ni striker. Hata kwa bunge ilikuwa mimi striker, na ukweli usemwe kwamba mimi I scored against the German Bundestag nikiwa number 9, na Robert huko ndiye alikuwa goalkeeper na pia tukacheza na wengine. Kwa hivyo mimi naelewa mpira kiasi, na hapa nimeona vijana wachache hapa wawili. Mmoja kaniambia alienda mpaka wa Caribbean juzi under 20s, na yule mwingine alikuwa hata Cameroon. Wako wapi wa vijana tena jamani? Those two young men, because I see talent here. Naona hapa kutatoka kina Messi, kunatoka hapa Saka. Wako wapi wa vijana? We want to really to enzi, because what you are doing here is so important. Kwa hivyo watu wa Mumias East, muko na ushujaa kama nyenye ni wakusaji wa sukari. Ingawaji sekta ya sukari imeharibika sana, lakini nyenye mja kufa moyo, na tuko hapa tuwakumbusheni kwamba tomorrow is another day. Mungu ametupatia mwaka wa 2025, and I want to call it the people's year. Sema the people's year. Mwaka wa umma, mwaka wa wananchi, kwa sababu tukisema ni mwaka ambao unaongozwa na viongozi ambao tunawajua. Bunge ikatekwa nyara, mbunge wenu tu pengine kwa sehemu hii Peter Salasia akakataa mambo ya kuungwa pesa nyingi, akasimama na wananchi wa Kenya, akawa the people's member of parliament, akavuka kiwango cha kuwa mjumbe wa Mumias East, akawa mjumbe wa Kenya. Sasa hii mjumbe wenu anajulikana Kenya nzima, na sio wajumbe. Mimi nimewahi kuwa mjumbe miaka 28 mfululizo, na ilichukua wakati kabla mimi kujulikana. Peter Salasia amejulikana Kenya nzima within the first 2 years. Tuwapigie makofi jameni. Sijui kama ni style yake ya nywele, hata wengine wameanza kuiga hiyo style ya Peter Salasia. Ako na furaha tele, ukiangalia sura yake hana chuki, lakini ako na shida na wale ambao wanatoza wananchi ushuru na kuwaumiza maisha yao. Kwa hivyo tuwakuenzi sana Peter Salasia. Wasiokuelewa sijui kama bado amepata bibi ama tukamtafutie moja huko Ukambani, tumpatie mwende. Wangapi nasema tafutie Salasia mwende?
lakini usiwe na haraka, kwa sababu unaweza ukachukua mwingine, hutajua kama amekukubali kwa sababu wewe ni mbunge, ama kwa sababu ya airstyle, ama kwa sababu ya mambo mengine. Kwa hivyo itakubidi uombe sana. Na nakumbuka hapa kanisani tuliahidi padri, kwamba tutarudi. Kwa hivyo yale ambao wenzangu wamezungumza hapa yana umuhimu mkubwa sana, kuweka mkazo vijana wawe empowered kwa njia hii, because wakipiga mpira namna hiyo kicheza hawana wakati wa kuwa na tabia isiyofaa. Na kwa hivyo tunasema vijana ni haki yao kupatiwa national ID. Kitambulisho ni haki ya kijana ama msichana yeyote ambaye amezaliwa Kenya hii. Kwa hivyo serikali ya Kenya Kwanza tunawaambieni, huwezi, kama katibu mmoja alisema kwamba ownership of an ID does not guarantee you citizenship. Huo ni upuzi na ni ujinga mkali kabisa. Lazima waeleze wananchi what do you mean, kwamba unaweza kukataza mwananchi kuwa mwananchi wa Kenya kwa sababu kitambulisho nasema haina maana. Bila kitambulisho huwezi kuchukua kura yako. Kwa hivyo vijana wa Gen Z na wale ambao hata bado kuwa Gen Z, ukifika miaka 18 ni haki yako kupatiwa ID bila gharama. Sasa nasikia wengine wanaitisha 1000 shillings. Mtoto hana kazi, atatoa wapi hizo pesa achukue kitambulisho ndio aweze hata kufanya akafungua bank account kidogo na mambo kama hayo? But I thank God because we are seeing content creators, ingawaji Zakayo pia na walipiza ushuru content creators mnalipa pia ushuru, but Kenyans, hope is on the way. Mwaka wa 2025 watu walikuwa kidhani pengine 2027 iko mbali. Sasa between 2027 na 2025 ni mwaka mmoja. Nataka niwahakikishieni, safari tumekuja hapa Mumias East leo, tuanze safari ya ukombozi wa Kenya. Wangapi wako tayari kutunga mkono kwa kukomboa nchi yetu? Wangapi kusema kweli seriously mko tayari kukomboa nchi yenu ili watoto hawa wawe na future? Kwa hiyo safari imeanza hapa Mumias mwaka huu 1st of January 2025, na tutarudi nyuma. Mheshimiwa Salasia, you know that 13th parliament imetekwa nyara kama vile watoto wanatekwa nyara. Mimi na Mheshimiwa Eugene Wamalwa ni mawakili. Jana tulishinda kwa mahakama siku nzima kukamilisha mwaka kwa kuokoa vijana wetu na kuambia wao wako na haki kikatiba kuishi kwa nchi ambayo wanaita nyumbani, bila kuletewa dhuluma, bila kuletewa fujo, bila kutekwa nyara. Na mahakama, Judge Bahati Mwamuye, sijui kama anatoka huku Mumias, huyo judge, I'm looking at him and I told him he has the opportunity to bring sanity to Kenya, kwa sababu wale walioko mamlakani wanaona kama wao ndio Mungu wenyewe, and they forget that they are human kama sisi wenzao. Kwa hivyo tukasema by next Wednesday tutarudi kwa mahakama. Jana Senator Omutata na wenzake 23 walitolewa, tukapinga kwamba yule mtu alikuwa anataka prosecutor awaweke ndani kwa siku 14 ati wafanye uchunguzi. Uchunguzi gani? Na katiba inakupa chini ya kipengele 37 uhuru wa kufanya maandamano, bora tu usio nabeba silaha. Wewe una haki ya kufanya maandamano, hata kujifunga na nyororo kama ukio Mutatu, uko na haki hiyo. Kwa hivyo hiyo koti ikakubaliana na sisi, wakatoka nje. Walitoka seneta mzima, hata angeuliza Mutata atoe $1 million angetoa, sio? Lakini alitoka na 1000 shillings.
shilingi 1000 kuonyesha ni kama kusema it was wrong to bring it before this court. An abuse of the court process na kuharibu kama vile dada aliongea pale Martha Karua, sema polisi walikuwa waende wakaribishe mwaka na vijana kina Okiki wa Mutata wakaribishe mwaka mpya, and they are not their relatives. Sio watu wao tunakaribisha mwaka na wao. Kwa hivyo mahakama ikakubali wakatoka. Ili tukamilishe basi, tunaahidi watu wa Kakamega, watu wa Mumias East na Kenya nzima kwamba sisi hatutarudi nyuma ili tulete ukombozi wa Kenya hii in the people's year 2025. Na wale ambao wamekula rushwa, we are telling them sawa nini hiyo maneno, we are ready to walk the journey with the right thinking Kenyans ili nafasi za kazi angalau zipatikane. Kama vile amesema Mheshimiwa Eugene, leo hii tarehe 1 Januari 2025 Kenya joins the United Nations Human Rights Council kama mwanachama. In fact, the rest of the members should suspend Kenya. Waambie hakuna haja, hatutakubali mwakilishi wa Kenya aketi kwa hii kamati kabla ya watoto hawa ambao wametekwa nyara kuachiliwa huru, because it is doing the opposite. Na ni aibu kubwa ya Kenya kama vile kiongozi wa nchi kuwekwa international kama kumba the most corrupt leader in the world. Mambo hayo hatukubali kwa sababu inaleta aibu hata kwa sura ya Kenya. Investors cannot come to invest in a country which is internationally acclaimed as a corrupt nation. Kwa hivyo mambo haya yana maana zaidi, na sisi tutasonga mbele. Wangapi watatunga mkono tukisonga mbele? Mheshimiwa Eugene Wamalwa, usijali kwamba hawa wawili walienda wakawa marais. Afadhali tuchelewe, tuje tukomboe Kenya once and for all, so that there will be no miscarriage of leadership. Na mimi ananishangaza sana Mheshimiwa Eugene, sijui kama kwa sababu alikuwa waziri wa ulinzi ako na ujasiri wa ajabu. Tulipigwa tear gas Mathare karibu tuwawe 2023, sijui alitorokea wapi. Mimi karibu na kufa huko kwa gari, Eugene ametoroka. Huyu mwanaume anajua kutorokea shida, na kwa hivyo tuko tayari kuhakikisha kila Mkenya anatoroka kutoka kwa shida. 2024 vijana wakarudi kwa mitaa wakafaulu. Ushuru hakushukisha, lakini ikatupiliwa mbali, and this is what has brought infamy kwa uongozi wa Kenya hii. Kwa hivyo ili vijana wacheze, mimi nafurahi sana kwamba tumeanza mwaka na nyinyi hapa tumeanza Peter Salasya. We will walk the journey with you and the progressive mind. Vile viongozi wengine wametajwa, mimi naamini kwamba my friends Weta na Musalia ulikuwa pamoja kwa CORD, alafu tukaenda kwa NASA. Musalia alikuwa wa kwanza kunaswa, Weta naye ndio huyo anashughulikia bunge ambayo imetakwa nyara, imenaswa. Lakini mimi nasema sitarudi nyuma, bado hawa ni ndugu zangu. Wakiona kwamba Kalonzo na Eugene na hii timu yote ya baba yao na wenzetu tuko kwa ukombozi wa nchi yetu, hata nyinyi waambieni ambao wanawasumbua, we cannot sell this nation, we cannot sell our conscience. We want leaders like Peter Salasya. Mungu awabariki watu wa Mumias. May the best team win. Watu wa Mumias East, hamjambo? Hebu nione kama wananisikia. Bwana ile, hebu nione mikono. Bwana ile, mnatusikia? Upande
mnatusikia? Upande huu wacha tuone mikono kama mnatusikia. Okay, unatupata. Kwanza nishukuru kijana wetu PK Sabasia. Leo